Sasa huu nyama unaanza tunampata mtoto ambaye anaitwa Dick. Huyu kijana alikuwa ni ametokea kwenye familia nyingine ya kimaskini yani. Lakini licha ya kuwa ametoka kwenye familia ya kimaskini, babake alijitahidi kumpatia kilicho bora, mpaka alimpeleka kwenye shule ya kitajiri, lakini changamoto zilikuwa nguo zake ilikuwa ni nguo ambazo zinakaa kuchakaa na watoto walikuwa wanamdharau kwa shule. Yaani alikuwa anaonekana tu kama mtu ambaye hana maana. Kila mmoja alikuwa anamwangalia kwa jicho la dharau. Sasa kuna huyu mwalimu alimuonea huruma akamwambia, mimi nataka kuongea na babako, lakini huyu mwamba alimwambia kuwa babake yuko busy na kumpata huwa ni ngumu sana. So itakuwa ngumu kuongea na babake. Haya, huyu mtoto akasema sawa. Sasa tunatupopa baadaye wakiwa wanafundishwa na mwalimu wao, ghafla akawauliza swali wakiwa wakubwa watataka kuwa nani. Watu wakasema daktari, wengine watasema doctor, wengine wakasema pilot na vitu kama hivyo. Lakini alipoulizwa mwamba akasema anataka kuwa maskini. Wenzake walimcheka sana. Sasa lakini akamwambia mwalimu, mimi nimesema kwa sababu babangu alisoma lakini hana pesa. Lakini licha ya kutokuwa na pesa, anaishi vizuri na watu na ana heshima na hekima, na yeye ni mfano wa kuigwa hata mtaani watu wanasema hivyo. Sasa after pale yule mtoto aliokota kalamu ya mwalimu wake after kuwa ameangusha. Ile ameokota, mwalimu wake akamfokea akamwambia, hebu iregesha hapo chini, alafu ushike na kitambara. Kalamu yangu hizi okotwa na mtoto kama wewe ambaye ni mchafu. Inaumiza sana. Haya, sasa ilipofika wakati wa mapumziko wa yani break, walipokuwa watoto wanacheza na midoli yao hapa, ile mwamba Dick alikuwa bana anaangalia wenzake wana vile vifaa bana, yani vidoli hana, yani alikuwa anaishia kula kwa moto. Sasa kuna huyo mtoto fulani hapa ambaye ni Manono ambaye anaitwa Salome, alikuwa ankuja japokuwa tulikuwa anamchezea. So mwamba akaja akamtetea, japokuwa jamani hana chochote, lakini huwa hapendi kuona mtu ananyanyasika. Sasa ulikuwa mfika wakati wa michezo hapa tu, ulikuwa wameenda kupiga mpira, lakini jamaa kufika pale akamwambia, wewe toka, hatutaki mtu ambaye amevaa viatu vya 19th century bana. Mwamba bana aliumia kinoma. Sasa akashanga kumuona yule Salome akamwambia, mbona wewe hujaenda cheza? Kusema mimi nimeacha viatu vyangu sababu yako, maana wewe ni mtu pekee yake ambaye wanijali hapa shule, so nimeamua nije tucheze pamoja. So mwamba akawa na raha maana ampata rafiki. Haya, walipiga story hapa nini na nini. Sasa after wamemaliza kupiga story hapa tunaonyeshwa huku kazini kwa babake huyu Dick hapa. Alikuwa anafanya kazi bana, lakini anaonekana kuchoka maana anafanya kazi ngumu, alafu afya yake yenyewe ndio hiyo. So kuna bosi wake hapa akawa bana amemwona ana struggle sana, kwamba wewe huwezi kazi, ndaka uende nyumbani ukatafute kazi nyingine za kufanya. Lakini yule mzee pale alimuomba sana, kwamba mimi please tafadhali, na mtoto ambaye yanitegemea na nimempeleka kwenye shule ya gharama ambayo inataka pesa nyingi. Sasa ndio yule akamuuliza, wewe huna pesa na umpeleka mtoto wako kwenye shule ya gharama, huni itakuwa ina kukosti sana? Akasema hapana, mimi nimempeleka kwenye shule kwa sababu nataka apate kilicho bora, asije kuwa mtu kama mimi ambaye sina mbele na nyuma. So ndio maana nimempeleka kwenye shule ili apate elimu bora zaidi. So baada ya muda bado unaonyesha mwamba akiwa amerudi nyumbani, angoja patana na mtoto wake hapa. Sasa alikuwa ameleta fan pale, lakini sasa ile fan ilizunguka kidogo afu ikakata kuzunguka, kwamba babake, hii fan ni mpya ama umekotoka kwenye majaa? Maana mimi najua mambo yako wewe, hupendi kununua vitu, una pesa za kununua, yani wanachukua vitu kwa majaa alafu wanaambia umenunua. Mimi nimenunua, na niliponunua kwa inazunguka, lakini sasa hata sijui sielewi kwa nini. So after pale wakawa wameka chakula, lakini huyu mwamba sasa kulikuwa kuna apple. Sasa leo apple limeoza upande mmoja, akakata kule ambako hakujaoza akambatia mtoto wake, alafu yakala kule ambako kumeoza. Yani nilikuwa napitia maisha mengine ya shida bana, inasikitisha sana. Lakini mbali na kuwa walikuwa wanapitia maisha ya shida, bado yani walikuwa na furaha yani. So leo tena unajua kuna sometimes bana, pesa si kila kitu. Unaweza kuwa una pesa lakini bado ukawa huna amani, ukawa kuna vitu vingi ambavyo vinakusumbua, lakini huwa inakuwa furaha sana. Mfano huna kitu lakini unaishi kwa amani na una enjoy life. So hicho ndo kitu kingine ambacho unafaa kujua katika haya maisha. Haya, sasa acha tuendelee na movie, maana napiga stories zingine baada ziko kwenye movie. Okay, sasa
Huku tunatupwa kwa huyu mzee, alikuwa amemleta mtoto wake showroom moja angalia vitu. Sasa mtoto akaona kile kidole kama chenye alikiona na mtoto mwenzake kule shule, akamwambia babake amnunulie kile kitu. Sasa babake akamwambia mimi sina pesa za kukununulia, lakini mtoto akasema ukininunulia hiki sitaki kuitisha kitu kingine. Akamwambia mimi sina pesa bana. Mtoto akaba ana force bana, mpaka yule mzee akamfokea bana, akampigia kibao bana yule mtoto wake. Acha ujinga, nakwambia mimi sina pesa, uelewi? Da, mtoto kuna vile bana akajichenga, maana alikasirika bana. So mzee alikuwa anakimbia akimtafuta mtoto wake. Alipofika huko nje akampata mtoto wake akiwa ampata na yule mwalimu wake. Haya, after amepata na mwalimu akamwambia basi mimi nimuone, nilikuwa nitaka niwatembelee huko nyumbani. Maana mtoto wako naona ana shida sana huko shule. So alikuwa anataka tuje tuongee. Lakini mzee akasema mimi bana huwa niko busy, huwa sipati tembe. Lakini mzee sio hivyo. Nilikuwa najua nyumbani kwake kwenye anaishi. Yule mwalimu akija itakuwa ngori sana, maana muonekano dada hapo kwao, yani mahali ambapo kuna jaa na kwao, yani ni karibu. So tunatupa hapo, tunapata mzee alikuwa anakuja kwenye haya majalala huko yani. Sasa alikuwa anakuja tafuta vitu kama atapata vitu vya kuenda navyo nyumbani. Sasa ile unatafuta mara akaona kama spare ship, zile ndege za planet zingine zilikuwa zimeangusha kitu, alafu akashamletea mtoto wake. So kufika nyumbani akamwambia mtoto wangu, nimekuletea kitu kizuri hata kushinda hiyo kitu ambacho alikuwa akitaka. Akamletea. Sasa mtoto akashangii ninacho kitu gani, lakini akasema asante. So siku nyingine alipokuwa ameenda shule akamwambia oneni, nilinunua kitu cha kuchezea na babangu. Watoto kama sasa ndo nini hicho? Akasema hino ni iBoy 47. Ati iBoy 47. iBoy 47 gani? Mtoyo vitu vyako vya ajabu bana. Walimuenjoy kidogo. Mamomba ni alikasirika kidogo, cheki mpaka akaangusha iBoy yake 47. Sasa kukaja na mamomba fulani akadani kama amekuja kumsaidia, lakini alimshika kamrusha kwa mbinguni. Noma sana. Sasa mamba bana after amfika nyumbani, babake alikuwa anafuka. Ulikuwa unafanya nini? Mbona hata hizo nguo zako zimechafuka? Na watu ni bully kwa nyumbani. Kaza tena nimeenda naye iBoy 47. Sasa yule mtoto aliposhika kile kidude ambaye amekipa jina iBoy 47, ndipo zungusha pale kikaanza kutoa kama mavitu kama hayo, unaona? Sasa kashangaa kinacho nini? Mtoto alishtuka akakichukua bana akakirusha huko nje bana. Bana alikuwa anaona kama saa ni mauzauza bana. Akaenda mfuata babake, baba nimeona vitu vya ajabu. Baba akamwambia muacha, wewe unaona vitu vyako bana. Sasa ile mtoto bana anaongea na babake, mara akaona vitu vingine vya ajabu. Akapiga kelele, dadi umeona hii? Wewe acha ujinga bana. Akamchukua akamfungia kwenye store. Sasa ile amefunga kule kwenye store, kwenye kile alien ambacho kilikuwa na babake kikaanza kutoa miale. Sasa mtoto akawa anashangaa hiki nini tena? Sasa after kimetoa ile miale, yule mtoto bana alipelekwa paka kwenye planet ya Mars huko. Sasa akaanza kuonyeshwa venye kile kidude venye kinatumiwa kile alien. Sasa akaona kumbe kile alien kina uwezo wa kurekebisha vitu ambavyo vimeharibika. Kama kitu kimevunjika, unaweza ukiregesha kiwe sawa. Na hii alien bado ina nguvu za ajabu ambayo inaweza fanya mtu yani unaweza ukawishi. Tuseme kama mimi nataka niwe na piskali, mfano nikipata kama mimi hapa, mimi nitasema mimi nataka piskali ambayo ina mtulinga, yani ndio vitu vyangu. Okay, acha ndo na movie. Sasa ilipofika asubuhi, mwamba akaiona kile alien kimegeuka kama mdoli bana. Mwamba akashangaa hiki nacho nini? Lakini mwamba sasa alisikia raha baada ya kuona ampata mtu ambaye anacheza naye for the first time. Mwamba bana alitabasamu bana, yani tabasamu maana kwake lilikuwa ni kitu adimu sana, lakini sasa alikuwa ashapata mtu wa kucheza naye. Sasa pale kuna ile apple ambalo lilikuwa limeoza, lakini yule alien akaliregesha likawa sawa na mtoto akala. So siku iliyofuata jamaa alikuwa ameenda zake shule, akawa na ile mdodo wake. Jamaa alikuwa na raha kidogo na sasa kufika huko akaona umbo, akamwambia wewe iBoy 47, nataka umshambulie yule umbo, maana wewe ni kama umbo kini mdogo. Lakini ilikuwa tu kama sekunde 5 alikuwa ashampiga yule umbo na akawa ashamali. Sasa mwamba alikuwa na raha kidogo na sasa alikuwa na wish tu, anambia cheki, mimi kuna umti ambaye tunaenda kufanya, nataka usababishe mimi nipate 100. Akaambia haina shida, akapewa miwani fulani pale. Sasa kwenye ule mtihani mwamba sasa ulikuwa kuna kama ki drone. Sasa chiki drone ilikuwa kinaenda kinascan kwa wale wanafunzi ambao ni bora, kinamletea majibu. Sasa kuna mtoto fulani akaona kama mbona kama kuna kidi drone hapa ambacho kinasumbua, ile anataka kugonga, kamgonga nacho mwalimu bana. Sasa huyu vini bado wanabishana pale, mambo yakawa yanaendelea kujaza tu kwa alafu mtihani uko ndo ushaisha, jamaa ashajaza. So
baada ya muda kuletwa majibu, Mwamba alikuwa shapiga bana. Jamaa alifurahi kinoma noma, akasema kweli bana, Aibo 47 wangu ni mwamba yani. Baada ya pale Mwamba akamfuata yule Aibo 47 yake, akawa daraa kidogo. Akamwambia niwe kama kuna isikomboa nifurahisha ni leo yani. Wanipunga sana. Ni mtoto alikuwa na raha sana. So akamwambia mimi nataka unitengeneze viatu vya kucheza mpira, maana huwa nafukuzwa sababu sina viatu. So after pale mwalimu akawa ameonyesha mahali pa kuruka pale. Jamaa akasema mimi naweza nikaparuka. Mahali palikuwa juu sana. Jamaa akaparuka. So mwalimu wewe unadifana sana unajua. Akaeka mahali kwingine tena akeka high zaidi ili akijaribu kuruka asiweze, lakini jamaa alitumia vile viatu vyake na akaruka pale. So walipokuwa wameenda kwenye gym, kwa jamaa alienda pale kwenye ile mashine ya kufanya zoezi za mbio, alienda speed mpaka karibu hiyo mashine, mpaka tukashangaa. So walipokuwa wameenda tena huko kwenye swimming pool kuogelea, jamaa alikuwa anaogelea mbio, yani alikuwa anafanya vitu vingine vya ajabu ajabu, mpaka mwalimu akasema wewe unajifanya sana unajua, hem njoo tu challenge yani kupigana. Mwalimu alipigwa bana, huwezi amini, yani jamaa alikuwa amegeuka kwa kiumbe kingine hatari sana, mpaka watu wakawa bana wameenda polisi, maana huyo mtoto afanya vitu vya ajabu. Ile polisi wangu ndio mshike, jamaa alipangani huyo akaenda angani. Sasa wakashangaa huyu mtu ni mtu ama ni, lakini jamaa anashtuka, kumbe ilikuwa ndoto bana. Jamaa aliboeka kinoma, yani kumbe Aibo 47 wangu hata maajabu. Lakini cha ajabu angalia hivi, akamuona kweli yule Aibo 47, kwa hiyo ndoto yangu inaweza kuwa kweli. Jamaa akasema basi fresh. Kesho yake alipokwenda zake shule, ile ndoto ikawa kama vile ilikuwa. Akaona yule umbu, akamtuma Aibo 47 wake akapigana, lakini hapa Aibo 47 wake alipigwa mpaka ikabidi watoroke bana, maana Aibo 47 wake kumbe ni wa mchongo. Ile kwenye ndoto ndo alikuwa ana huo uwezo, lakini huo wake So alipomfuata huko akamwomba Aibo 47 wake amsaidie apate A kwenye mtihani. Lakini sasa huyo Aibo 47 wake ukweli ambaye sio kwenye ndoto alimnyea bana, akampatia kile kinyezi. Sasa jamaa kaona kama kinyezi maybe kitampatia majibu kwenye mtihani, lakini alipofuta amefika kwenye mtihani alikaa yangoja kile kinyezi basi kilete maajabu, lakini wapi, alikaa paka kushtukia bana, ule muda wa kuandika majibu kwenye mtihani umeisha. Wale wanafunzi zake wakamsukumia kile kinyezi chake bana, kika mchafua sura, akakasirika. After mtihani umeisha akakifanya kile Aibo 47 chake akakieka kwenye maji ya choo bana. Ikawa kinapiga ile, sasa ni mambo gani mbona unanifanyia? Alikipiga vibaya mpaka kikawa kishalegea kama mboso kwenye ile ngoma ya hodari. Alikifokea kilimnyea baba kikamchafua. So yule mwalimu ambaye ampendi wa mazoezi akaita watu wa usafi, wakawa wanamuosha na zile pipe za kumwagia bustani maji. So Mwamba after ameoshwa pale akakitafuta Aibo 47 chake ili akiombe msamaha. Ile after amekiangalia vizuri ikatoka, akakichukua akakiweka pale kwa dustbin akakipiga vibaya. Lakini baada ya muda alifikiria na kaona kama amefanya makosa. Akasema sasa kama huyu ndio ni mtu ambaye alikuwa ananipa company alafu nimemfanyia vile, je, nikienda nyumbani kabla babangu hajakuja nitakuwa na kana nani? Ila nakirudia kumbe gari la taka lilikuwa lishapita na likabeba takataka, kwa hivyo likakibeba. Ile afika nyumbani nilikuwa analia, naomba babake Aibo wangu amepotea. Sababu amepotea vipi? Aibo amerudi nyumbani kitambo, si yule pale hata ametulia. Jamaa kuonyeshwa alifurahia kinoma kuona Aibo kumbe amemsamehe na hata ngode nyumbani akawa anaenjoy pale. Lakini sasa babake kamuza, sasa huyu Aibo mwanzo ni kiumbe gani? Mbona anakaa kama mtu alafu ni mdoli tena yongea, au msielewe. Sasa babake akawa anakapiga aone kama katakufa ama katafanya nini. Alikuwa anakaonea mpaka mtoto akamwambia tafadhali dadi usikafanye hivyo basi, mbona utakaua jamani. Mzee wako anasikia, akakapiga na kidole cha kukandia unga hapa. Mtoto wake kaona kankufa. Dadi usikapige tena bana. Ikabidi mtoto bana akachukua mwenyewe. Sasa ule usiku alipokuwa amelala pale mahali alikuwa pana jasho. Sasa yule Aibo akatumia nguvu zake kufanya ile feni ikarudi sawa. Sasa wakawa wamelala vizuri, yani wakipepewa. Ilipofika asubuhi sasa, huyo mzee alishangaa kuona hii feni ilikuwa ni mbovu, lakini hati imekuwa tata ilikuwa inazunguka. Alafu baada ya muda mtoto akashamletea karatasi kwa ampata 100. Sawa, alipokuwa ameenda zake shule huko na raha na Aibo wake, wale watoto wakamuona, yule mbeba nini? Kwa hivyo siku hizi naye ana viumbe vyake ambaye anaviongelesha. Wale watoto wakaja wakifuata kile Aibo chake, wakamuuliza wewe umebeba nini? Hem tupatie tuone. Jamani niacheni.
kwani walimsikiza, wakamchukua akafungua ile bag. After wamekiona kile kidole chake wameanza kukipiga ili wakimalize. Walitumia kila mbinu ili wakiue, lakini walishindwa, maana kila walipojaribu kukiua ndio kilikuwa bado kinazidi kuwa strong. Sasa after wamepata mpenyo na kiaibo chake walitoroka. Ile wanatoroka akaja akapata na yule bonge. Unaenda wapi? Ile bonge ambalo limezoea kumbuli, ile linataka kumpiga hivi. Akaja yule bonge wake ambaye ni rafiki yake Salome. Ilikuwa vita vingine vya ajabu, walipigana hapa. Yule bonge wa kiume ilikuwa anapigwa vibaya na Salome mpaka wakavunja matangi ya maji, maji yakawa yanamwagika. Yani walifanya vitu vingine, wakaharibu kila kitu hapa shule. So baada ya muda mwalimu wao alikuwa anakuja na akaamua awapatie punishment wote, awaadhibu yani. Sasa baadaye pale kile kiaibu chake kishafika bana. Jamani alikuwa na raha bana. Baadaye tunatupuko kazini kwa babake yule Diki. Sasa alikuwa kila mtu anamuonesha mtoto wangu alipata 100. Sasa akaenda paka kwa yule supervisor wake akamwambia hii si 100 bana, kwa mpata 0 ndo akaongeza ile 0 na 1. Kwa mtoto wako hana kitu. Kwa ni ile 0 afu 0.2 ndo aliongeza. Mzee kuona vile aliishiwa power, alikuwa mboso sasa. Ile afika Dubai ilikuwa bekasirika kabuta mtoto wake, lakini after amfika pale mtoto wake akamwambia kweli, kwa mimi nilipata 0 nikaongeza tu ile 0.1 na hiyo 1 ili iwe 100. Babake alikasirika kidogo, manoma akampokonya kile kidole, anambia ukipata kuanzia 65 ama 64, yani 60 kwenda juu tuenda kurejeshea hicho kidole chako. So baada ya muda pale Mwamba akawa anafanya mtihani, jamaa akaamua hata ibia atafanya tu mtihani na akili yake kwa sasa. Huku babake alipokuwa anaendelea na kazi huku, kwa bahati mbaya bana, ile mali ambapo alikuwa amekaa kulipata mushkili na kukawa kumepasuka. Sasa vile kumpasuka, jamaa akawa amevurutwa na ile gesi na akadondoka chini, ambaye akawa shafariki. So baada ya muda Mwamba akawa ampewa mtihani wake, kuangalia ashapata 65. Alikuwa na raha sana, lakini raha yake haikudumu, maana baada ya muda alikuja kudoka pale kwa hospitali. Kufika bana kambo babake amfariki. Hata ile max ambazo alikuwa ampata hazikuwa na maana tena. Baadaye after mbele kwa nyumbani na yule mwalimu wake, mwalimu alipofika alikuwa kuna nuka vibaya kule kwa kina yule mwalimu. Mpaka mwalimu akawa anashangaa, watu wanaishije? Sasa Mwamba Diki akawa shamfukuza mwalimu, akawa anamwambia babake atakuja kesho, so waondoka, babangu hajakufa. Sasa huko hospitali tunapatana na hiki alien chake, hiki Aibo Star. Sasa alikuwa kimekuja jaribu kumwamsha huyo mzee. Kilijaribu lakini kwa kinashindwa, lakini hakikukata tamaa, kikajaribu kumwamsha yule mzee mpaka kikafanikiwa. Lakini baada ya kufanya vile kilianguka pale na kikapoteza fahamu. Ile Mwamba ameamka asubuhi, mara kama na babake, baba ulikuwa wapi? Ndio tulikuwa nasema umekufa, please usinikimbie tena. Baada ya pale sasa kuangalia kile kiaibu chao, wakapata kiaibu bana kimezidiwa, maana nguvu zote zilizitumia kumtibu babake wa Mwamba, na kilipoteza fahamu mpaka kikawa kama mdoli. Sasa chakuwa vilikuwa kinapumua kama binadamu, hicho kilipoteza fahamu bana. Sasa Mwamba akawa anakibeba tu kama ushanga na hakuwa anakiacha popote anapoenda. Tunatupua miaka mbele baadaye, baada ya kuwa mzee amefanikiwa, yani maisha yao yamechange, wamekuwa na pesa kiasi. Ile Mwamba alikuwa ametulia, mara kukapita ile spare ship, yani ile ambayo inatumiwa na maede, na fikile kiede na picho kwa amekivaa kwenye shingo, kikaanza kuwaka. Mara akaona kundi la wale Aiboy wengi wanakuja. Jamaa alishangaa sana. So baada pale bana, yule babake huyo Diki akawa ameenda mpropose yule bidada ambaye alikuwa ni madam ambaye anamfundisha huyu Mwamba, na wakawa kwa ni mahusiano. Hapo ndo nakuwa mwisho wa nyama. Naambia umeonaje nyama? Kitu muhimu ningependa uweze kusubscribe na turn on notification bell ili uwe wa kwanza kupata kile nyama nitakayo post. Bye, tukutane katika movie itakayofuata.